Kwake ilikuwa ratiba ya lazima. Hakuishi kwa panga wala bunduki kulazimishwa. Alijipangia mwenyewe. Mwili wake ulikuwa umeshazoea mazoezi na alikuwa ameapa nafasi katika chumba kimoja moyoni mwake. Aliyahusudu mno. Hadi sasa alikuwa ameshapiga push-ups 150. Akajiinua baada ya kuridhika na alichokuwa amekifanya, akasogea mbele. Akachagua vifaa vya mazoezi. Hakika alikuwa anapenda kuishi hivyo. Chumba maalumu kabisa alikuwa amekitenga kwa ajili hiyo. Akiwa anaendelea kufanya mazoezi, mlango wa chumba ulifunguliwa. Aliingia kijana wake. Wakatazamana, kila mmoja akawa ametanua papi za midomo yake, tabasamu. Walifurahi kuonana asubuhi hiyo. Salamu ikawa imechukua nafasi yake. Wakaungana pamoja kuendeleza alichokuwa amekianza mwanaume shupavu. Kila mmoja akageukia upande wake alikoona kwamba utamfaa kwa kufanya afanyacho. Zikapita dakika 90, wakatoka kwenye chumba akiwa ameongozana, huko kila mmoja akiwa amepachika taulo begani. Baada ya muda kila mmoja aliusafi mwili wake. Baba kaonekanika akiwa ameingia jikoni. Aliandaa kifungua kinywa, maziwa fresh pamoja na viazi vitamu vilivyochemshwa. Safari ya kuelekea mesini ikafuata. Mdogo mdogo kwa hatua za kikamavu alisogea. Akatoa mezani vitu alivyobeba, wakavuta viti na kuketi. Dua fupi ikachukua nafasi kwa imani ya dini yao. Chakula kikaanza kuliwa. Bi mwanangu, ni wakati sawa kwenda shuleni. Kesho ni weekend. Tutakuwa tuko wote nyumbani hapa. Pia kama nilivyokuwa nimekuahidi sitakuangusha. Birangi akanyamaza kidogo kujenga tabasamu kwenye uso wake, akaendelea. Nimekuchagulia sehemu ya kwenda kuburudika. Hapo utapata chakula unachokitamani siku zote. Umekuwa ukililia sana mabaga yako hayo, mara mapiza sijui. Eti unataka ice cream yote utaoga huko. Kikubwa leo ukafunge goli moja tu na uhakikishe kwamba timu yako haifungwi. Hilo tu. Waligongeana mikono na kufurahi pamoja. Baada ya kumaliza kupata chakula akatoka, ambao Bilang alienda kumwacha mwanae shuleni, kisha akaenda kwenye shughuli zake za kila siku. Upande mwingine wa simulizi, haieleweki kama ni kikao ama tuseme kwamba ilikuwa ni kundi la watu waliokuwa wameamua kufanya mazungumzo kwa kukusanyana. Wote wako makini, hakuna anayepepesa hata sekunde macho. Hakuna aliyekuwa tayari kupitwa na neno hata moja. Sharifu, kesho ndio ile siku ambayo uliokuwa umetuambia kwamba kiongozi anakuja nchini kukutana na sisi kwa mara ya kwanza. Umetuambia amekubali uwajibikaji wetu na amependezwa na namna jinsi tunavyotoa siri za kila kinachoendelea hapa nchini. Hivyo tuhakikishe kuwa tuko tayari kumpokea na tutampokea kwa heshima mno. Kijana alionekanika kuwa msemaji wa wengine, aliongea kwa bashasha, aliashiria alikuwa amefurahia taarifa ile. Sadam, sijawaongopea. Kesho mapema tu atakuwa yuko hapa tayari kwa nchi jirani. Hivyo hadi kufikia saa 3 asubuhi atakuwa yuko hapa. Nimemchagulia sehemu ya kufikia yenye hadhi safi kabisa kuendana na yeye. Hivyo usiku ndipo tutakutana naye hapa kampeni kwetu. Kikubwa tuwe na subira tu, tuhakikishie ulinzi tu, hilo basi. Sharifu aliwaambia wenzake. Kama unavyotujua tuko tayari wakati wote. Silaha zipo za kutosha. Tumehakikisha hakuna anayejua chochote kile kutuhusu, hivyo mwambie asiwe na hofu kabisa. Mwambie kwamba yuko salama kabisa, afike bila hata uoga na ulinzi wa kutosha ataupata tu. Sadam alijinadi, wenzake wakaonyesha msisitizo alichokuwa amekisema kwa kunyanyua silaha zao aina AK47 juu, kitu kilichomfanya Sharifu kutabasamu. Alionyesha kufurahi. Upande mwingine wa simulizi, bega lake limechafuka kwa vyeo, ilionyesha bidii yake ya kazi. Alitazamana na vijana wake. Katikati yao walizunguka meza kiufupi, walikuwa wamekutana kujadili jambo. Halikuwa jambo dogo, na namna nyuso zao zilivyokuwa zinatafsiri mkazo juu ya walichokuwa nakiongea. Tumeshapata taarifa, chanzo chetu kimetuambia hadi sehemu atakayofikia. Kwa sasa hivi tumeambiwa mzigo wetu upo Kenya. Kesho mapema sana atakuwa hapa. Hivyo inatakiwa tujiandae kumpokea. Asipokelewe kijinga. Inatakiwa pokelewe kama inavyotakiwa. Hakuna namna anatakiwa kuipata nafasi ya kutoka. Mwanzo mwisho ni mchaka. Hili ni jambo la siri sana, muhimu mno. Tusishirikishe watu wasiostahili. Huu mpango hautakiwi kuvuja. Huu ulikuwa ni upande wa IGP David akiwa na unguruma. Walio chini yake walikuwa wamekaa kimya kumsikiliza bosi wao. Alionekanika kuwa serious na akisemacho siku zote hakuwa mtu wa kushabikia uzembe. Maisha yake ni mtu wa kuamini kwenye umakini kuwa ni kitu kinachoweza kukupa matokeo chanya. Mezani alikuwa na faili la gaidi wa kimataifa, bwana Imran Ambarok. Hakuwa mwingi wa umri, miaka 40 pekee. Huyu aliishi kwenye kisasi. Umoja wa Mataifa ulimuondolea baba yake katika safisha magaidi nchini Pakistan. Baba yake na kikosi kizima kasoro watu 4 pekee waliteketea. Hasira zile akazihamishia kwenye kulipiza kisasi kwa wahusika.
Miaka 20 alikuwa ameisha kifanya uchunguzi, hatimaye kama amegundua kwamba katika wanajeshi waliokuwa wamehusika, baadhi walikuwa wametokea kwenye nchi za Afrika Mashariki, Tanzania ikiwemo, Kenya pamoja na Uganda. Alichokifanya ni kutafuta watu wa kumdhamini. Alifanikiwa. Wazo lake likawa ni kuanzisha vikundi vya kigaidi kwenye kila nchi iliyohusika. Alichukua vijana waliokuwa wamekata tamaa, hasa waliokosa ajira kwa makosa walioamini kwamba ni ya serikali. Alifanikiwa kuwachota vijana wengi waliokosa kazi, hasa wale waliomaliza chuo na kurudi mitaani kupambania maisha. Alifanikiwa kuwarisha sumu kwa rais wao anawahujumu, anakula bata, na ndio maana hana muda na wao kuwapa ajira. Mishahara waliostahili kulipwa wao kama wangeweza kuajiliwa, yeye alikuwa anaitumia kwenye kujinufaisha pamoja na viongozi wenzake waliokuwa wanashirikiana nao. Alitumia mbinu nyingi sana za ulaghai, akawafunza usiri mkubwa, akawajaza sumu kwamba wanaenda kuikomboa taifa. Tumeteuliwa na Maulana kulikomboa taifa letu. Tunajiandaa kupambana kwa ajili ya kumuondoa madarakani kiongozi mchafu. Hasira za kukota vyupa, kuuza michicha, kushona na kusafisha viatu zikachangia kuamini wanachoambiwa. Walipewa kila walichokuwa wanahitaji. Kifupi, ndani ya miezi miwili tu walikuwa wamesahau shida. Baadaye wakaanzishwa mafunzo ya kutumia silaha. Walikubaliana na yote. Sasa kilichobaki ni kukutana na kiongozi wao ambaye wameishi wakimuona tu kwenye video, Imran Mbarak. Upande wa IGP David aliwasisitiza vijana wake kuhakikisha kwamba mtu huyo anapatikana haraka sana, kama amechagua watu wa kufanya nao kazi. Wakaandaliwa vijana 5. Hawa watahusika moja kwa moja eneo la tukio. Usiku wa siku hiyo walikuwa wanatakiwa kutangulia eneo la tukio. Haikutakiwa kuchelewa. Nafasi hiyo ilikuwa ni adimu na adhimu mno. Hawakutaka kuipoteza. Upande mwingine wa simulizi, ratiba zao zilikuwa zikiendelea kama ilivyo kila siku. Walimaliza kila kitu. Sasa ilikuwa ni wakati wa baba kutekeleza ahadi kwa mwanae. Kama kufunga, alifunga. Alifanikiwa kufunga magoli 2 katika ushindi wa mabao 4. Ilikuwa ni furaha sana kwao. Hakika maneno ya kumtia hamasa mwanae wa pekee yalionekana kumsaidia mno. Baba, hapa nimetokelezea ile kinyamwezi. Yaani hata mwenyewe siji kama uliwahi kupendeza kama hivi nakwambia. Yaani nimekuchinjia baharini mzee. Bilauli alimtania baba yake. Dogo, mimi nilikuwa bisho. Hakuna wakunikuta. Mtaa mzima walikuwa wanigombania. Nikiumwa sasa home hapo aise, hata maji manza alikuwa hachoti kabisa yani. Yaani kiufupi nilikuwa napendwa na mademu ile mbaya. Walikuwa nashoboka kinyama. Walicheka wote. Baba kaingia ndani na baada ya muda akatoka akiwa amependeza hadi mwanae kama mshangaa. Wewe mzee, hautangwana mhudumu mwenyewe sasa tunakoenda? Bilauli alimtania baba yake. Biragi hakujibu, alimsogelea. Akamshika mkono, wakatokomea kuelekea walikokusudia. Twende upande mwingine wa simulizi. Silver Paradise Hotel. Palisomeka hivyo. Bilauli hakuamini alichokuwa anakiona. Hakutegemea kama angeletwa sehemu kama hiyo. Kwa kaliona kama ndoto. Alikuwa ameishi kuwasikia watoto wenzake wakisifia uzuri wa eneo na huduma kiujumla. Hakika alifarijika mno. Walipaki gari yao ndogo, wakatelemka, wakaingia moja kwa moja. Wakafika mapokezi, walikutana na mhudumu mwenye kila sifa ya kuitwa mhudumu. Aliwapokea kwa tabasamu, lugha nzuri. Bilauli akamfinya baba yake. Alimuonyesha ulembo wa mhudumu yule ambaye alikuwa amemsifia Bilangi kupendeza kwake. Kwa kuwa hata yeye alikuwa ni mgeni, alikuwa ameomba kuelekezwa sehemu ya kujipatia chakula. Hakutaka kuficha ugeni wake, akaelekezwa. Upande wa kulia kutokea kwa mapokezi walizipiga hatua kadhaa yeye na mwanae. Wakavuta viti baada ya kuvifikia kisha wakaketi. Bilangi akamtaka mwanae kuwa huru. Akamruhusu kuagiza chochote kitakacho. Mhudumu akaitwa, oda zikatolewa. Wakati alikuwa anaendelea kujipatia staftahi, Bilangi akajipapasa, akagundua amesahau wallet yake kwenye gari. Akamwomba mwanae udhuru kwamba anakwenda kuifuata, ameisahau kwenye gari. Akatoka. Walikuwa wamepangwa kwa ajili ya kazi, walikuwa tayari. Taarifa haikuwa ya uongo. Ujio wa Imran Mbarak haukuwa maigizo. Aliwasili kweli. Kuna kilichoenda tofauti. Mmoja kati ya wahudumu waliokuwa wamempokea alikuwepo askari aliyekuwa amepenyezwa kwa ajili ya kazi maalum. Walimhudumia ipasavyo. Baada ya muda waliokusudia kutimia, wakaamua kufanya jambo. Imran Mbarak hakuwa ametambua hila aliyokuwa amefanyiwa. Yeye pamoja na walinzi wake 2 wakajikuta wakiwa wamezungukwa na askari 4 wenye silaha bila sare za kazi. Waliwaiwa, wakaonekana kutaitiwa. Askari wale walionyesha umakini mkubwa sana. Hatimaye wakasalimu amri, wakawekwa chini ya ulinzi. Haikuishia hapo. Taarifa ikafika kwa watu wake. Japo zoezi lilikuwa ni la siri sana, ila taarifa ilifika kunako. Sharifu akapokea taarifa kwa ghadhabu kali sana. Akamfuata Saddam na kumwelekeza. Walikuwa wanatakiwa kufanya kitu. Bila kuchelewa walikubaliana kujitoa muhanga. Walikuwa wanataka kuonyesha serikali kwamba wamechoka kuonewa. Waliamini Mdani ndiye mkombozi wao.
hivyo kumwacha akamatwe ni kuitupa dhahabu kwenye dimbwi la matope. Wakajipanga bila kuchelewa, wakaingia kwenye magari wakiwa na silaha zao. Walifika na kulianzisha pale Silver Paradise Hotel. Watatu walipenya na kuingia ndani hadi mapokezi. Wote waliwekwa chini. Risasi zikaanza kupigwa hovyo. Wananchi wakaingiwa na hofu. Asa Paradise ikawa kama jehanamu kwao. Katika mateka alikuwepo Bilauri na mwanawe Bilangi. Wakati Bilangi ikawa anafuata wallet, ndipo wakati magaidi walikuwa wameikamata Paradise Hotel. Alivyokuja kuelewa akatafakari kwa kina. Kumwacha mwanae mle ndani hakuweza. Risasi zilizosikika pamoja na yowe vilimjuza kuwa walioingia hawana utani. Akajiapiza kupambana hadi kumpata mwanae. Wallet akaiweka kwenye mfuko wa nyuma, akachukua na kalamu yake ya wino, akaitia mfukoni, akatoka na kujificha pembeni ya gari lake. Wamegusa pasipogusika. Nilishaachana na hizi habari, hawajui kwamba mimi ni mjeda. Wataniita tu mjeda, ngoja. Alijisemea kwa ghadhabu kweli kweli, akahitimisha kwa kukita ngumi kali kwenye bodi ya gari lake. Simulizi yetu inakwenda kwa jina la Niite Mjeda. Imeandaliwa kwa udhamini mkubwa wa DJ Toto Michele. Inasimuliwa nami director ON. Unakuwa ipata simulizi kwa uzuri sana ndani ya YouTube channel ya DJ Toto Michele, YouTube ya mdhamini wetu wa simulizi tamu kweli kweli, Niite Mjeda. Hakikisha umesubscribe YouTube channel ya DJ Toto Michele kuendelea kufuatilia mkasa huu na mikasa mingi itakayokujia ndani ya channel ya DJ Toto Michele. Baki na mimi mpaka mwisho wa kisa hiki cha kusisimua Niite Mjeda cha mapigano na upelelezi. Tunaendelea. Msako wa lazima. Hakuwa amejiapiza kimasiara, alimaanisha alichokiapia kwa Muumba. Alizipiga hatua chache, zilikuwa ni hatua makini mno. Kwa upande wa nje alikuwa amebakia peke yake. Magaidi wengi walikuwa ndani, upande wa nje walikuwa wachache. Hakuwahi kuingia kwenye hoteli ile, ila aliamini hakuna kinachoshindikanika kwenye akili makini kama yake. Alinyembelea na kufanikiwa kutokea eneo alilopo. Alijilusha kwa nguvu sana na kuangukia kwenye maua yaliyokuwa yamewekwa kama pambo ndani ya uzio wa hoteli hiyo. Alijua fika kwamba madirisha ni ya vioo, hivyo atafute sehemu atayohisi kwamba ni salama aitumie kuingilia humo ndani. Alijisogeza kwa mwendo wa kujivuta kwa kutambaa na vigingi alimaarufu kukro. Alifanya hivyo kwa kasi zaidi. Alifanikiwa kufikia ukuta. Aliambana ukuta huku milango yote ya fahamu akiweka wazi ili kuruhusu kutafsiri hatari yoyote ile kwa haraka zaidi. Alifanikiwa kufika eneo alona bomba la kutolea maji machafu, akatumia kupanda. Muundo wa ujenzi wa hoteli hiyo ulimfurahisha kwa kweli. Ulikuwa na kibaraza kwenye kila ghorofa moja. Kwake ikawa ni rahisi kupanda na kuingia ndani. Alifanikiwa kufika, akalala chini. Hakutaka kuinuka tu kwa haraka, alihofia uwepo wa magaidi eneo hilo. Akalala. Alipojiridhisha akainuka, akasimama na kusogea kwenye kioo kikubwa cha dirisha hilo. Chumba kilikuwa kitupu. Akaikumbuka peni yake, akatoa, kisha akachezea kwenye kioo. Hatimaye sehemu ikaachia. Akajitosa ndani na kurudisha kidogo dirisha lile. Hakuwa anafahamu ni chumba gani ambacho alichokuwa ametokea. Alisogea hadi mlangoni. Bahati mlango huo ulikuwa unafunguliwa kwa kutumia kadi maalum. Si mlango tu, hata taa huwashwa kwa kadi maalum pia. Hivyo alikuwa amekusudia kupambana na kumpata mwanae kabla giza kuingia. Alitulia hapo na kuweka umakini. Akasikiliza kelele za watoto wakilia. Makofi yalisikika kutua kwenye miili ya wasumbufu. Alipongeza umakini, akasikia na hatua za watu wakiwa wanaelekea kule alipo. Alipokaza masikio yake, aliyanasa maongezi yao yaliyotawaliwa na ubabe kutoka upande mmoja. Haraka sana nipeleke chumba alichofikia Mwarabu. Ninyi mmemua bosi wetu. Mkifanya masiara na choma moto hoteli yote ina watu wake umndani. Akabaki akijiuliza Mwarabu gani anayezungumziwa. Akajiuliza ikiwa ndio sababu ya watu hao kuvamia. Je, Mwarabu huyo ana kipi cha ziada kwao? Hakupata majibu. Akaongeza umakini. Akawasikia wakiingia kwenye elevator, yani lifti, ikawashwa. Hapa akatambua kwamba hayuko mbali na elevator, yani lifti. Haraka akajishauri. Saa yake mkononi ilimkumbusha kuhusu muda. Ilikuwa ni majira ya saa 6 mchana. Akaitumia tena peni yake kujaribu kuchokonoa mlango. Akatoka haraka sana akiwa anasubiri elevator, akapanda. Alivyokuwa amebofya akachagua kuelekea ghorofa ifuatayo. Kifupi alienda juu. Aligana dakika kadhaa, mlango kafunguka, akatoka. Kabla hajapiga hata hatua, akasikia sauti ikiwa inamtaka kuweka mikono juu. Sauti hiyo ilitokea nyuma yake, akatii. Alipandisha mikono yake huko akiwa anaficha peni yake kwenye kisogo chake kutumia mikono yake. Akaanza kuzihesabu hatua. Alimsikia mtu akiwa anaongea kupitia radio call aliyokuwa nayo. Kuna mmoja ambaye nimemnasa hapa. Nimmalize au
nikamuunganisha na wenzake hapo chini. Alimsikia akiwa anauliza, "Mpeleke?" Akajibiwa. Bilangi akatabasamu. Alitambua lazima mtu huyo atamsogelea. Sasa alikuwa anataka kutumia njia zake kuweza kumgeuka na kujiweka salama. Hakutaka kukubali kukamatwa dakika ya kwanza tu namna hiyo. Kwake lilikuwa ni kosa ambalo asingeweza kujisamea duniani. Gaidi yule akaanza kumsogelea. Alipomfikia akamgusa kabisa na bunduki yake kichwani. Bilali akatabasamu. Alishajua kwamba adui yake asipokuwa makini atakosea. "Sogea twende." Bilali aliambiwa. Alishahisi kwamba alikuwa mzidi urefu adui yake. Alibunya kidogo na kuinama. "Umenisogelea sana. Nitashinda kutembea." Alitupa karata yake. "Acha uba." Hakumalizia kauli yake, alijikuta akiwa yuko mbele ya adui yake. Tena akiwa yuko chini. Na bunduki alikuwa ameangalizishwa yeye. Hakuelewa amemkuta sekunde ngapi. Alipigwa teke kali la tumbo. Bunduki likakuwa mbele yake. Shh. Akamwekea kidole cha shahada mdomoni. Alikuwa anatakiwa kuwa mtulivu. "Umefuata nini ndani?" aliulizwa. Alianza kutabasamu Bilangi. Akaelewa kwamba hakuna jibu atakalopata hapo. Alichokifanya ni kumpiga na kitako cha bunduki kwenye paji la uso. Akamsacha akavuta na diokolo. Hapo akawa tayari kusikiliza kila kinachoendelea. "Zubeli, upande wako uko salama?" Ilisikika sauti ikiwa inaita hivyo, ukimya ukapita. Aliyeuliza akarudia mara tatu, akagundua kwamba huyo mtu aliye naye ndio Zubeli. Akachagua kuitikia. Japo aliitikia kwa mashaka, ila likapita. Akaamua kumaliza kwa kumvunja shingo kabisa. Allah anatumia sisi kubadilisha utawala wa kishenzi nchini. Viongozi hawatoi ajira. Kazi yao kujenga majumba makubwa tu kwa pesa tunazostahili kuzitumia sisi wananchi, wanazitumia wao. Hapa tuko live, watu wote wanaona tunachokwenda kukifanya hapa. Humu ndani mmemshikilia kiongozi wetu, hatoki mtu. Serikali ina machaguzi mawili tu. Kutupatia mtu wetu au kutuacha tuondoke, au mulazimishe kuvamia humu ndani na kupambana na sisi. Ila wakati wananchi wenu yatakuta haya. Sauti ya risasi kasikika. Mwanaume mmoja mhudumu wa Paradise Hotel alipigwa risasi ya kichwa. Pale akapoteza maisha. "Mna masaa matatu ya kujadili. Mkishindwa mje kuchukua mishikaki yenu ndani." Sadamu aliunguruma. Alionekana kupandwa na hasira kuu. Kufikia hapo Bilangi akapata picha kamili. Alitambua kwamba akienda kijinga amekwisha. Akaendelea kuzipiga hatua ile anatoka tu akakoswa na risasi. Akajitupa pembeni. "Mkuu, Zubela ameuawa. Ameuawa. Muuaji amekimbia." Taarifa ikatolewa haraka sana, wakawa wametakiwa kuhakikisha kama muuaji anapatikana. Aliingia kwenye chumba cha store, akapiga risasi, mlango ukaachia, kisha kazama ndani. Ajabu, alikutana na mtu akiwa amejikunyata analia. Akatambua kwamba ni mhudumu kutokana na mavazi yake, akamsogelea. "Usiogope, mimi sio kama wao. Mimi napigana nao." Katika waliotekwa mwanangu pia ni mmoja wao. Alimtoa hofu mhudumu. Kwa kuwa ni mhudumu wa pale, basi alikuwa anaitambua ramani yote ya hoteli. Wakaamua kushirikiana. Bilangi akaanza kupewa ramani nzima jinsi ilivyo. Wakati unaingia pale mapokezi, upande wa kulia kuna sehemu ya kupata chakula. Kushoto kuna ngazi pamoja na lifti za kuelekea juu. Hapa tupo kwenye ghorofa ya pili. Mateka wako chini kabisa pale mapokezi. Hivyo ili kufika kule unatakiwa kurudi chini. Chumba alichokuepo yeye wanemtaka kipo juu kwenye ghorofa ya 4. Chumba namba 70. Ila hadi sasa itakuwa wamekwisha fika na kumpata. Mhudumu alielezea akiwa bado anatetemeka. Bilangi akasimama na kumtoa hofu kwa mara nyingine tena. Akatoka kwenye chumba hicho na kuanza kukitafuta chumba cha mawasiliano. Kulikuwa na mifumo mizima ya kamera kama alivyokuwa ameelekezwa. Chumba kipo ghorofa hiyo waliopo. Akajitoa. Shenzi sana. Naona serikali hatuelewani. Nishatoa onyo marufuku kuingiza askari wa aina yote huko ndani. Kwa kosa hili ambalo limesababisha mtu wangu mmoja kufa na huo watu wawili kulipia damu ya Zubeli. Sadamu hakuwa mwenye utani. Alimsimamisha mwanamke mmoja wa makamo akamchinja. Huyo akupigwa risasi. Akachukuliwa na mzee mmoja hivi naye pia akachinjwa. Vichwa vyao viliwekwa mbele. Ilikuwa ni marufuku watu kufumba macho. Ilikuwa lazima wote washuhudie jambo hilo lilikuwa linafanyika. Baada ya hapo Sadamu akawa amesogelea kamera kwa mara nyingine tena. Hakuwa hata na muda wa kuonyesha sura yake. Wote walijifunika kwa scarf. Walizuia sura zao. Kitu pekee ambacho kilikuwa kinajulikana kwao ilikuwa ni majina tu ambao walikuwa wanaitana katika eneo hilo. Pia Milioni Shabiana hakukuwa na mwenye mwili mkubwa kama wa Bilangi. Kiufupi wote walikuwa ni vijana wa miaka 25 kushuka chini. Hili ni onyo la mwisho. Toeni mtu wenu humu ndani. Kitakachofuata nitaua watoto. Kwa idadi humu ndani wamejaa watoto. Leo ni weekend, wengi sana wako humu. Sitaki pesa hata senti kutoka kwenu. Nachohitaji ni kupewa njia kutoka na bosi wetu pamoja na rais wenu kuachia ngazi. Hatutaki kuongozwa na mtu asiyejali hali za vijana wanaosota mitaani.
ajira zinakuwa ndogo. Kwa namna hii lazima tukupindue. Kiusalama zaidi, tangaza kuachia madaraka mwenyewe. Saddam alihitimisha. Vikao viliitishwa, wanajeshi wakakutana. Meja Jenerali Don alikutana na wenzake. Hakuna mbali ulala nani ambaye yuko mle ndani. Wanajeshi na askari wa kawaida wamezunguka hoteli nzima. Hata hivyo hakuna aliyokuwa amepiga hatua kuingia ndani. Je, aliyepo ndani ni nani? Sasa wakati wataalamu wa kudukua mawasiliano wakiwa wametakiwa kuingilia mfumo wa kamera za ulinzi Silver Paradise Hotel, usalama wa taifa pia walijikutana kufanya jambo hilo pia. Hatimaye baada ya muda wa kupambania wakawa wamefanikiwa kuzipata rekodi za hiyo siku. Katika kuchezesha picha mnato na mjongeo, Meja Jenerali Don aliomba warudishe nyuma. Kuna mtu alikuwa amemuona akamfananisha. Alipomuona akawataka wagandishe, akatabasamu. Wenzake wakamshangaa. Sergeant Bilangi Bilauli, miaka kadhaa iliyopita alikuwa kijana wetu hapa jeshini. Alipitia mkasa ambao nusuriko kuondolea roho yake. Alikutana na Purukushani haswa. Katika simulizi ya Purukushani, alifanikiwa kuziba na kutujulisha watu wabaya waliopo jeshini. Miaka miwili baadaye akafanikiwa kuokoa watoto waliokuwa wanaendelea kuuawa mkoani Mtwara katika kisa cha chumba cha mauaji. Basi hakuna mwingine anayemaliza humo ndani zaidi yake yeye. Alinyamaza na wote wakabaki wanamtizama. Tafsiri mawasiliano yake, lazima tuwasiliane naye tujue ilikuwaje akawa pale ndani. Meja alimaliza akatoka na kuelekea kwenye ofisi yake. Akili yake ikaendelea kutafakari vitu vingi sana. Mwisho akaachia tabasamu pana. Naam msikilizaji, simulizi yetu imekaa kwa mtindo huo. Aliyeko ndani ni mjeda aliyewahi kuwa kambini na aliwahi kufanya mission kama 2 kali sana za kuweza kugundua saliti ndani ya jeshi na kuweza kuangamiza wote na kutuliza hiyo tafaruku ambayo ilikuwa imetokea jeshini, lakini pia aliwahi kuokoa watu katika mission inayokwenda kwa jina la chumba cha mauaji. Leo hii mwamba huyu hapa yuko ndani ya hoteli ambako huko kuna mateka wametekwa na anatakiwa kupatikana kiongozi wa magaidi, lakini magaidi wenyewe wanataka kwamba rais aachie ngazi. Lakini huyu Meja Jenerali baada ya kujua kwamba mtu aliyeko huko ndani ni huyo mwamba anayekwambia mwenyewe niite mjeda, anawahi kutabasamu tu. Kwa nini tabasamu huyu bwana? Bila shaka anajua muziki huyo mtu ambaye yuko huko ndani na anajua kabisa hakuna atakayetoka salama huko ndani. Mchezo tuchezekaje? Basi katika sehemu ya kwanza kati ya 3 ama 2 tuishie hapa. Usikose katika pati ya pili ya simulizi yetu. Pengine na ya 3 itakuwa ni mwisho kama sio ya pili tu. Hivyo basi usicheze mbali na channel ya mdhamini wa simulizi hii DJ Toto Michel kuendelea kufuatilia simulizi hii na mkasa wa kusisimua, lakini unajua mapigano, upelelezi na mambo kama hayo. Nini itakuwa ni hatima ya vita iliyoko ndani ya hoteli? Usikose katika pati ya pili katika YouTube channel ya DJ Toto Michel. Kisha subscribe kuendelea kupata taarifa juu ya mwendelezo wa simulizi na nyingine nyingi. Niite mjeda ndo simulizi yetu. Director Oini ndo sauti unayopata kuisikia. Tukutane huko. Bye bye. Chief Executive Officer DJ Toto Michel, the international emergency DJ in the United States of America and around the world. Anafanya show zote kama vile bridal shower, wedding, birthday party, graduation, naming ceremonies na nyingine nyingi zaidi. Anapiga mziki United States of America na Canada. Ukimitaji popote duniani na mkielewana bei anafika kwa haraka. Atashuka na ngoma nzito na kurusha fumbi kwa mziki anaopiga. Fanya booking yako sasa kwa kupitia namba +1644 57805386 au kupitia email yake totomichel@mail.com. Pia unaweza kutazama video zake kupitia YouTube channel yake ya DJ Toto Michel.